kwa sababu kuna mkora alizunguka hapa akimba mwadhani ya gosho. Mwadhani ya gosho. Mwadhani ya gosho. Bwana asifiwe. Muriega. Wacha Wakikuyu wajue tu wewe ni Mluya na hujui Kikuyu, lakini uwaambie ukweli, maana kila Mkenya anatambua lugha ya ukweli. You admitted the petitioner, His Excellency Rigathi Gachagua, to hide him, suggesting he wasn't sick. And I think you responded by laughing. Now that you have finished laughing, will you please answer the question? Was Rigathi Gachagua sick or not sick? Why are you hiding it? I must say I laugh because I thought it was not a serious question. Okay. Because maybe it is not common sense. Wamunyoro only is suffering from what we call villagitis syndrome, Mr. Speaker. He demeaned the status of Kenya, discussing about issues when United Nations Secretary General Guterres is in the country. We are discussing about the stability of Horn of Africa. We are discussing about trade, Mr. Speaker. But this limitation of village mentality, Mr. Speaker, has made him to think that everything revolves around his village somewhere in Wamunyoro. Najua mumepewa siasa mingi sana. Na nataka roho zisoften hata huyu Kasongo. Mumuangalie na macho ya huruma. What are you saying? What are you saying? What is he saying? And I will be re-elected. Mimi ni Sifuna na nego gaidia Sifuna moja tekedia gaidia Sifuna. Mimi ni Sifuna. Bas, mekwisha. Kuna nini tena? Kuna nini tena? Kuna nini? Thank you very much, Mr. Speaker. I would like to apologize and I would like to say that, Mr. Speaker, on that particular day I did not slap Honorable Jaguar. It is his cheeks that moved towards my hands. And I'm ready to apologize. Can you repeat the apology again? Bien, alisemaje? Watati lini? Ati watati? Ati watati? Pale finali. Watati. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Why are we unfair to Kenyans? In parliament, we have even class 3 dropouts who have been elected in parliament, who don't know how to read and write. The Speaker, who don't know even how to sign. And they have been yelling and yapping all over the place, Mr. Speaker. We need to be fair to Kenyans, Mr. Speaker. We are not the holier than thou, Mr. Speaker. We must ensure. I will invite the one in charge of protocol to come over, but just to advise that we don't bring politics around here. Let it be more of tribute and mourning of Mama. Musiharibu ile nafasi nimewapa. Imebaki kidogo sana nizime hii mic. Hi cousin. Hi Kuzo. Hi cousin. Anyuma, we respect you and we don't expect you to be shouting that in church. You may make us discredit those that you follow. It is good to respect church. I want to say, Pole, I will be joining you at home in Kisii on Friday, so we can say a few other things without the father. That is enough.
Naomba hiyo mic sasa itolewe hapo. Mtu yoyote ana support two term, either kwa Illuminati ama amewekwa na mama ama anafanya kwa hotel ama analala kwa mtaro, because uchumi iko mbaya ama ni bulls. Uchumi iko pabaya na Ruto 2027 tunakurudisha Sugoi one term. Mtu anapanda ndege kutoka France kabisa akuje atusomee kwa nchi yetu na mumenyamaza kabisa. Kwanza tunasomewa na mtu mweupe chihuahua. We munifunze ki French. Nataka niongee ki French kitu nitoke. I want to French myself. Nongoi. Kila mtu akae kwao. Nani hana kwao by the way? Who doesn't have theirs? Hamuna kuja hapa kutupangia maisha penye. Na mumenyamaza kabisa. Tunakuja tunasomewa na mtu mweupe. Msinikumbushe kwanza hiyo jamaa inakuwa imewekwa. Msinikumbushe, mimi sitaki mambo ya hasira. Kila mtu apange nchi yake. Sisi yetu tutajipangia venye tunataka by the way. Hizo ni mawichi manongo yenyewe. Wachaneni na sisi kabisa. Mutigane na hivi. William Ruto, itabidi uheshimu Gachagua zaidi, kwa sababu hii Kenya hakuna mtu anaweza ingia kwa kiti ya president bila kura ya mlima. Ni Wakikuyu ndio kusema hii Kenya, na si siri. Mkiona ni ngumu mnikujie, lakini Wakikuyu hao ndio wakikusupport utapata kiti ya president. Nikirudi kwa ndugu yangu, asante sana kwa kuomba Mr. Girigiji msamaha. Kusema ukweli mulisukuma na hamkujua chenye mlikuwa mnafanya. Na nimeshtuka leo rafiki yangu Sangok. Unajua huyu Sangok? Tumekwaruzana muda mrefu sana. Sangok anatoka Umasaini. Ameconfirm hapa leo kwa Wamasai hakuna kura ya Kasongo. Amesema yeye mwenyewe. Hakuna kura ya Kasongo. Kwa hivyo nataka mkuwe wenye ujasiri. Mjue kwamba sisi kama vijana tunaelewa ile kazi ambayo iko. Kama unasema hapo nje mwanaume wanaenda kwa kichaka kidogo utaka kusaidia short call. Ndio utoe ujisaidie kwa short call. Angalia upepo inatoka wapi, inaenda wapi. Unaweza jiosha na yako mwenyewe. Sasa anajua sasa hivi mmesoma map. Mmeona where to go. Sifuna hii kufikie bana. Sisi tushajipanga wewe ndio president Tushajipanga wewe ndio president. Sasa tafuta running mate. Tuko na wewe 2027. Kwa sababu usipofanya hivyo watu wengine sisi hatujui tutaweka wapi hizi sura zetu. Kwa hiyo hii kufikie. Wewe ni president, tutafutie running mate. Hiyo kesi tushamaliza. Rigathi Gachagua atakuwa kwa ballot 2027. Hii ni baada ya daktari wake kuaibisha mawakili wa parliament, wa senate na wa maspika wa hizo nyumba zote mbili, kwa sababu alisema Rigathi Gachagua alikuwa impeached wakati ambao alikuwa kwa hosi akitibiwa, alikuwa hali mbaya. At the same time daktari wake akasema that even ule mwenye alilipa parliament na senate waende wa impeach Rigathi Gachagua. Alipiga simu kwa daktari akaconfirm iwapo Rigathi Gachagua ni mgonjwa, alafu sema that quoting Mimi ni watu wa Gachagua. Mimi nawapatia kila mtu 1,100 mbadilishe saa hii. Museme nyinyi ni watu wa Ruto. Muamie nyinyi. Sio unakataa 1,100? Sisi ni ya Gachagua. Nyinyi ni ya Gachagua. Mimi napatia kila mtu 2,200 basi. Ubadilike. Haya, sema wewe ni mtu ya Ruto. Mkuu watu ya Ruto. Kwa hivyo nyinyi ni watu ya Gachagua damu. Mambo poa sana. Niko poa. Sawa. Ambadiliki? Yaani Mimi nauliza, kwani huyu Gachagua amepatia nyinyi nini? Ruto amepatia sisi nini? Lakini Ruto amefanya kazi. Unajua angalau Ruto. Lakini that great woman of 108 years who came out to vote,
and she was looking for my name in the ballot paper. I must come and visit that woman. Because I was told she was adamant she wanted to vote for Rigathi Gachagua. She was told, no, he is not in this election. She was saying, no. I came to vote for Rigathi. Where is he being elected? I think I must visit that woman. Yes. Sindio? Si utapanga candidate. Nikuja nitupelee huyu mama nimwambie asante. At least alikuwa amenikuja kunipigia kura 1 year before the election. I mean, at least I know I have one sure vote. Yeah, from that I can take to the bank. Sindio? Tunaelewana kweli? Hapana. It's about to go down. But kabla nijibu hiyo, acha nijibu alionya kidogo. I always say the problem we have with this government, the biggest problem is blame shifting. Because I honestly don't understand why are we blaming Kenyans for saying SHA is not working. Because that's what she has done. Kukwambia, name the hospital. Kenyans should know which hospital they should blame who and who. It's not our work to audit hospitals. Simbo! It's the work of the Ministry of Health to make sure every hospital in Kenya is working. It is not my work as a Kenyan to know ati mimi hii kikosa dawa nikimbie kwa governor. Mimi nikikosa dawa ninajua it's the government that is not working. It's not our job to honestly audit. The failure we are talking about is systematic. We are talking supply chain, we are talking staffing, we are talking equipment. It's systematic. Again, let's circle back kwa manifesto ya rais. Rais mwenyewe alituambia you will be treated level 1 to level 3 hospitals free of charge. Kila mmoja wetu kama taifa tutaenda hospitali, kila mmoja wetu atatibiwa na utaenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote, kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba Kenya ni nchi ya usawa. We told Kenyans that. So it was upon the national government to make sure that level 1 to level 3 hospitals are indeed free of charge. But you can't tell me, wewe ndo ulisimama kwa gari ukaniambia nikitibiwa level 1 to level 3 itakuwa free, na sasa si free ni blame governor. Si governor aliniambia level 1 to level 3 itakuwa free. Ni kazi ya rais. It's the national government. I feel like it was rushed. Mimi naona hii government iko na obsession ya new things. Mimi sijui vitu mpya zinawa intrigue kwa nini. Sijui, yani aliingia tu akaona NHIF haibambi anymore. We need SHA or SHIF. He rushed it so much. And he gave Kenyans a half-baked cake. You can't, this is the help you are talking about. You can't base people's lives on AI. Ati ninakuuliza mabati yako ni red ama blue. Well, nyingi. Ati wewe kama floor yako ni tiles ama si tiles, lipa pesa. These are people's lives we are talking about. We've lost people. Courtesy of SHA, courtesy of Ruto's government. So you can't come here and switch the blame to Kenyans and be like, wewe kama Mkenya unafaa kujua kama ni senator ama ni nani yako vote ndio blame. I'm already dead before I even know who am I blaming. Allah. So no, don't shift the blame. Ruto has failed. SHA is not working. The government has failed. Back to your question on doctors and service delivery. Mtu mwenye kwa ground ndio anajua Kenya nakwambia. Again, I'm a teacher by profession. I don't want to talk about education today, but it's the same thing that's happening in education. CBC, SHA, one and the same thing. These are things that were zilienroliwa bila enough preparation. Inaleta confusion, inaleta change. There's a documentary that Africa Uncensored did on SHA, and they were saying it's an error. It's a systematic error, yeah. You know, by design. Yeah, it's an error by design. Thank you so much, Beatrice. It's an error by design. Na walienda ground, wakauliza watu. Baka mama mmoja akasema ati mimi sasa mahali nimefika, I just pray that mimi mtoto wangu na bwana wangu tusigojeke. Ati Kenya tumefika hiyo point ya kusema heri tusigonjeke kwa sababu utadedi. It's that bad. So, in short, Kenyans are the ones who should give the feedback. And when Kenyans say it's not working, it's not working. Because the last time you were in Malawi, so I think we can come to Shanda. You know you are part of this process because ulikata hii. Ukijua mwenye nilikaa pale. What kind of nonsense is this? You can't be doing this.
Uko on the wrong side of the road bro. Rudi nyuma. Sasa watu warudi nyuma juu yako. Juu unataka kupita wrong side. Juu unataka kupita wrong side. Juu unataka kupita wrong side, kila msa rudi juu yako. Utarudi nyuma leo, utajua leo ni gani. Fuata sheria. Rudi nyuma, fuata sheria. Rudi nyuma. Ona unataka kugonga gari ya msee juu unataka kupita wrong side. Utarudi nyuma bro. You are on the wrong side of the law. Mimi ni citizen kama wewe. Utumishi kwa wote ni gani? Utumishi kwa wote ni gani? Yeah, but I understand there is something called Linda Wananchi, but me, I'm leadering ODM. I'm the party leader of ODM. I didn't hear in Linda Wananchi, I didn't hear anything called ODM. Going by the bishop's guidance, I will reserve my comments for now, but you know, there's some alliances and some allowances that the age forces you to allow. And since we are in charge, we have been preached, thank you so much, Mzee, for your comments. By the way, this is a matter that is extremely unique, that has elicited immense public attention, and therefore, Honorable Speaker, given the mood of the House and especially on the minority side, I respectfully decline to second that motion.